ambaye pia ni chairman wangu katika chama cha ODM. Asante. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Baba, familia ya mzee Mung'aro, wana Kilifi wote, hamjambo? Alikwe Jesu. Asante sana. Mimi naitwa Gladys Wanga. Mimi ni governor wa Homa Bay na mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM. Mimi na Mung'aro tumetoka mbali, tulikuwa bunge pamoja 2013, tukapambana huko ndani na tukakuwa magavana pamoja. Ndio maana niliamua lazima nije tusimame pamoja. Mzee sikumjua, lakini naweza kujua sifa zake. Kwa sababu unaona mzee alikuwa na multiparty ya boma ya multiparty 5. Na hii clan yote na amechunga na akakuwa sawa sawa. Huyo ni mzee, lazima alikuwa mzee wa kuweka discipline sawa sawa. Kwa sababu hata baba yetu ni Simba, lakini ako na multiparty moja, hata rais moja tu ndio wanachunga namna hii wakiendelea, lakini mzee alikuwa wa mwaka. Mimi sina mengi ya kusema, ni kusema tu pole sana kwa Mung'aro na familia yako, na kusema ya kwamba sisi sasa tumefurahia kwa sababu ya kushikana kwa baba na mheshimiwa rais. Na hiyo tumeona matunda yake. Nimeona my former deputy party leader Bwana Joho sasa ni minister wa mining na blue economy, anachunga madini yote ambayo iko chini ya ardhi. Hata governor wa Taita Taveta ameniambia amesahau, watu wake walimtuma Governor Joho ya kwamba ile Savo rights mtoe katika strategic, muweke sawa sawa. Ameniambia nipitishe hiyo ujumbe. Lakini mheshimiwa rais, watu walikuwa wanapigana pale nyuma, wanapambana na programs za serikali, lakini sasa wameona programs za serikali zimeanza kunyoroka. Ile SHA, ile affordable housing, zile zote zinashika laini. Hata Owen amesema hapa na mwenzake kwamba contractors wa barabara wanarudi sasa kwa barabara, wanaanza kulainisha. Sasa watu wameingia mambo mengine tofauti, si zile za program. Wewe sukuma gurudumu ya program za serikali ziendelee mbele, wananchi mpaka hapa Kilifi wapate manufaa ya zile program zetu. Vijana wapate kazi, waingie katika kazi, wasonge mbele, kwa sababu hiyo ndio itasonga mbele. Na leaders must be honest and they must be consistent. Kama baba wetu ni honest, ni consistent. Ile anazungumza leo ndio anazungumza kesho. Lakini kuna wengine wanakuja, jana waliatuambia hii Kenya iko na shareholders. Kuna wengine ambao ni shareholders, wengine si shareholders. Leo wamerudi wanasema sasa nyinyi sisi wote sasa ni cousins. Sasa kuna cousins na kuna wale si cousins. Sasa wanataka tufanye na magani? Wakenya si wajinga. Na hiyo ndio Kiswahili yote ambayo mimi nimejua, na ndio nimesema hapa. Asanteni sana na Mungu awabariki zaidi. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, nataka kwanza nikupatie shukrani sana, na pia vile vile wewe na baba mlivyoshikana. Nimekumbushwa kidogo, Deputy Governor wetu wa Kilifi Mama Chibule, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Baba Raila Odinga, speakers, wabunge, magavana na sisi wote waombolezaji wa hapa Kilifi, Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Mstahiki Rais, ningependa pia kusema miongoni mwa wale gavana na naibu gavana, kuna naibu gavana wa Meru, ningeomba asimame. Salimia. Na pia tuna naibu gavana wa Garissa, tafadhali. Msafara huu, na ninajua mbele yetu itakuwa sawa, maanake sisi wote
Mwenyezi Mungu atakwenda kutupatia nguvu. Asanteni na Mungu awabariki. Kuna udhu kutoka Mishi, Machele na Bezimba, waheshimiwa wetu wa Mombasa. Hawako ndani ya nchi, wako nje kikazi, kwa hiyo nao wameleta udhu wao. Vile vile niko na udhu wa Deputy Party Leader wetu Osotsi na Secretary General wetu pia Edwin Sifuna. Hawakuweza kutufikia kwa sababu kulikuwa na upande wa mawasiliano, hawakuweza kufika pamoja. Nimeambiwa hapa pia kuna mwenzangu ameingia, seneta wa Mombasa, sijui umeketi pande gani, seneta wa Mombasa ndugu yangu Mohamed Faki. Tafadhali. Haya, sawa sawa. Shukran. Mheshimiwa Rais, nataka kukupatia asante sana, na vile vile kwa ushirikiano wako wewe na baba, mulikaa chini na mkamchagua ndugu yangu mdogo wangu Fikirini Jacobs kuwa katibu wa kudumu ndani ya Wizara ya Michezo na Vijana ikiongozwa na Mheshimiwa Mvurya. Nataka kuchukua nafasi hii nimkaribishe huyo kijana wetu ndugu yangu Fikirini Jacobs. Tafadhali njoo uongee kwa niaba ya wale wakurugenzi wa kudumu. Your Excellency, the President, the Right Honorable Prime Minister, viongozi wote ambao tuko hapa, familia ya Mzee Mung'aro, kwa majina naitwa Fikirini Jacobs. Mimi ni Principal Secretary nayesimamia idara ya kitaifa ya vijana na uchumi bunifu, Youth Affairs and Creative Economy. Kwanza nimesimama hapa kwa niaba ya makatibu wenza ambao wako hapa, niwatambue tu hapa katikati yetu tuko na PS anayesimamia State Department ya Science, Research and Innovation, pia ni mtoto wa Kilifi, anaitwa Professor Abdurazak Shaukat, yuko hapa. Pia vile vile tuko na PS wa Cabinet Affairs ambaye pia ni mtoto wetu hapa Pwani, anaitwa Dr. Idris Dakota, yuko hapa. Asante sana. Nataka kwa niaba ya ndugu zangu niseme pole sana Bwana Governor na familia yako kwa sababu ya kupoteza mzee. Tumemjua mzee, na zaidi sana anayetaka kumjua mzee akikuangalia wewe, mienendo yako na uongozi wako, ataweza kumfahamu zaidi. Kwa hivyo tunasema Mwenyezi Mungu awape subra. Nikimalizia, Mheshimiwa Rais, karibu sana Kilifi, na tunashukuru sana uwepo wako wewe pamoja na Right Honorable Raila Odinga imeongezea juu ya ile heshima ambayo mzee aliishi nayo katika jamii hii. Ndio maana nasema Your Excellency, haitoshi tuseme tumekuja kumuomboleza mzee Gideon Baya Mung'aro. Tumekuja kusherehekea maisha ya mzee ambayo ameishi miaka 38 ambayo imekuwa na muhimu kwa watu wengi sana, akiwemo Bwana Governor, Mheshimiwa Speaker Kingi, Bwana Owen na wengine wengi sana. Na nikimalizia Your Excellency, kumeongelelewa maneno ya miti hapa na Mheshimiwa Mbeyu. Niseme Your Excellency, katika ministry yetu tukiongozwa na waziri wetu Bwana Salim Mvurya, tuko na hilo jukumu la kupanda miti kama wengine, na tuligawanya na waziri, wale wa State Department ya Sports wanapanda Bungoma, sisi wa youth tunapanda hapa Kilifi. Na siku ya Jumatatu kwa baraka za waziri wetu tulikuwa hapa Sabaki kupanda hii miti ya mikoko takriban 2000, na tutaendelea kushirikiana na viongozi hapa tuongeze hiyo idadi. Nikimalizia Your Excellency, mimi niwashukuru zaidi kwa sababu viongozi wamewashukuru, lakini itakuwa heshima, takosa fadhila kama sitawashukuru mimi mwenyewe kwa nafasi hii ya kuhudumia taifa kama katibu. Mimi nakushukuru sana Your Excellency, na kushukuru sana Right Honorable Raila Odinga kwa nafasi hii katika umri wangu huu. Nimeingia katika kumbukumbu za taifa hili kama PS kijana zaidi kwa sababu ya ninyi wawili. Mimi nasema Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na niwaombe heshima ile ambayo mlinipatia, mimi nitawaregeshea kwa kupitia matendo ya kazi ambayo mimi naifanya katika State Department.
Na niwaombe vijana wenzangu katika taifa la Kenya, while our ideas and ideologies may be diverse and complex, our fidelity must always be to the preservation and advancement of our republic. Kwa sababu mawazo yetu hata yawe mazuri namna gani, ili yapate nafasi ya kutelekelezeka, lazima kwanza kuwe kuna taifa linaitwa Kenya. That's where our focus, our commitment should always be. Na nakushukuru Your Excellency kwa kutushika mkono katika program zetu kupitia all the state department, na tutaendelea kusaidiana na vijana na taifa hili ili angalau tuzidi kusonga mbele. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Poleni sana kwa kumpoteza mzee. Asante.